Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ni mambo yanayoharibu funga. Wengi wanajua kula na kunywa tu na wanaghafilika na haya mambo mengine. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, uitengeneze funga yako, na utakapoyapata haya mfaidishe na mwingine. Addalu ala khairi kafailihi. Na usahau kufollow account ili uendelee kujifunza biidhnillahil karim. Jambo la kwanza ni al-aklu au shurbu amdan, ni kula au kunywa kusudi. Iwe ni kichache ulichokula au ni kingi, maadamu umekusudia kula au kunywa, basi funga yako wewe imeharibika. Ila lau mtu atakula au kunywa kwa kusahau, basi ataendelea na funga yake iko pale pale, haijaribika. Inama at'amahu Allah wa saqahu, innamal a'malu binniyati, matendo yanalipwa kutokana na nia. Kwa kuwa amesahau, ataendelea na funga yake. Na tofautisha kati ya kusahau na kujisahaulisha. Jambo la pili ni jimaa, ni kushiriki tendo la ndoa, sawa sawa ni zina au ni mkeo wa halali kabisa, basi funga imeharibika. Na si kuharibika tu kwa funga, bali utahitajika hiyo funga uilipe baada ya Ramadhani kimalizika, utahitajika uilipe, na kisha kuna kafara kwa hili jambo ulilofanya, kufanya jimaa mchana wa Ramadhani. Ima ununue mtumwa na umwachilie huru, na siku hizi hakuna watumwa. Kwa hiyo jambo linalofuatia ni siyamu shahraini mutatabi'aini. Ukifanya jimaa mchana wa Ramadhani utalazimika kufunga miezi miwili yenye kufuatana. Kwa hiyo uwe tahadhari, una mkeo jiweke mbali naye. Mubashara, kumgusa, kumshika, ukambusu mkeo hayaribu funga. Lakini hii itakupelekea ushindwe kujizuia kisha ukalifanya hili jambo. Fahamu utahitajika kufunga miezi miwili kisha mutatabi'aini yenye kufuatana. Kwa hiyo lau utafunga mwezi mzima ukaanza mwingine ukaumwa ukaacha siku moja, basi utahitajika uanze tena upya, uanze mwanzo, niwe shahraini kisha mutatabi'aini, bila kuacha hata siku moja. Ama jambo la tatu ni ataqayyu wa amdan, kujitapisha kusudi. Mujarradu taqayyu, yani hii kutapika tu kama kutapika, hii hayaribu funga. Lakini amdan, ukajitapisha kusudi, mtu kwa kuingiza kidole mpaka akajitapisha, au kufanya njia yoyote lakini ya kusudi kujitapisha, au atakuwa ni kunusa harufu mbaya, unajua kabisa hii ni mbaya, lakini ukainusa hivyo mpaka ikutapishe, basi wewe umeharibu hiyo funga. Funga yako isharibika na utahitajika uilipe baada ya Ramadhani kimalizika. Ama jambo la nne ni mtu kujitoa manii, iwe ni wa kiume ama ni wa kike, yani akafanya masturbation, akajifurahisha, ni akajikinaisha yeye mwenyewe, imani kutumia mkono kwa mwanaume au akatumia kifaa chochote mpaka akatokwa na manii, basi huyu funga yake imeharibika. Na wakike vile vile, alawa atatumia kitu chochote kujiridhisha yeye mwenyewe, basi funga yake inakuwa imeharibika. Ama jambo la tano ni alhaidhu wan nifas, hedhi na nifasi. Ukapatwa na hedhi ukiwa umefunga, basi fahamu funga yako itakuwa imeharibika. Hata ikiwa ulibakia muda kidogo watu kufungua saumu, basi funga yako imeharibika na utailipa hiyo funga baada ya Ramadhani. Ama jambo la sita ambao ni wengi sana wanalifanya jambo hili ni nia ya kufungua saumu. Lau utanuia kufungua, basi hiyo funga ishaharibika hata usipokula kitu chochote. Kwa mfano saumu unaona imekuzidia, unaona mimi nitakula, mimi nitafungua, mimi nikifika nyumbani nitakunywa maji, hii saumu hapana, mimi nitafungua. Ukeka nia ya kufungua, basi hiyo funga ishaharibika hata usipokula kitu chochote, kwa sababu innamal a'malu binniyati, matendo yanalipwa kutokana na nia. Kama vile mtu akila kitu kwa kusahau, hakunuia kula, amesahau akajipata amekula, basi funga yake iko pale pale kwa sababu haikuwa nia yake. Na wewe lau utaika nia ya kula kitu na hata usipokula, basi hiyo funga imeharibika. Ama kuoga hakuharibu funga, ila kuogelea kuna haribu funga. Kuna tofauti ya kuoga na kuogelea, nadhani unajua. Kuogelea kama mtoni au baharini au sehemu yoyote ile, kuogelea, basi wewe utakuwa umeharibu funga, kwa sababu maji yatafika tu kwenye tumbo lako, yatapita tu kupitia njia yote, kama si mdomoni basi puani yatapita. Ila kuoga hakuharibu funga, kupiga mswaki hakuharibu funga, au kutema mate au kumeza mate. Kuna wengine wanafikia kumeza mate kunaharibu funga, hakuharibu funga. Au kulia hakuharibu funga, wala kutoka damu hakuharibu funga. Ikatokea umejikata kwa bahati mbaya sehemu kutoka damu, tunafikiria damu ikitoka funga imeharibika. La, kulia kutoka na damu hakuharibu funga. Kupiga mswaki au kutema mate, kumeza mate, hivi ni vitu haviharibu funga. Ama wale wenye kutafuna, kuna watu utapenda sana kutafuna kucha au kutafuna njiti au atanyasi, jitahadhari na hili jambo. Lau kitapita, basi funga yako imeharibika.